Simulizi na JK. Leo katika Simulizi na JK tunayo simulizi ambayo inahusiana na vitabu hatari vilivyopigwa marufuku duniani. Serikali zilijaribu kuvificha. Je, umewahi kusikia kwamba kuna vitabu ambavyo viliogopesha serikali? Je, umewahi kusikia kwamba kuna vitabu ambavyo havikukatazwa kwa sababu vilikuwa vibaya kuandikwa, bali kwa sababu vilisema mambo ambayo hayakutakiwa kusikika? Na leo tutachunguza vitabu maarufu kabisa duniani ambavyo vilipigwa marufuku, kuchomwa hadharani, kuondolewa shule na maktaba, na katika baadhi ya nchi kumiliki vitabu hivi ilihesabika kama kosa la jinai. Jiandae kwa sababu baadhi ya hadithi hizi zilikuwa hatari kuliko silaha. Karibu kwenye simulizi yetu ya leo. Kitabu cha kwanza kinaitwa The Satanic Verse, kitabu kilichozua hasira ya dunia. Hiki ndicho kisa kikubwa zaidi. Mwaka 1988 Salman Rushdie alichapisha riwaya inayoitwa The Satanic Verse. Mara tu ilipotoka ililipua dunia. Baadhi ya Waislamu waliona kitabu hichi kama kinamkufuru Mtume Muhammad. Maandamano yalifanyika, nchi kadhaa zilipiga marufuku mara moja, maduka ya vitabu yalichomwa moto. Cha kushangaza zaidi, kiongozi wa dini ya nchi ya Irani alitangaza atafutwe Rushdie, akamatwe. Kwa miaka mingi mwandishi huyu aliishi mafichoni chini ya ulinzi mkali. Hii ilikuwa mojawapo ya kesi kubwa kabisa katika historia ya uhuru wa kujieleza dhidi ya heshima ya imani ya dini. Mpaka leo jina la The Satanic Verse bado linazua hisia kali. Na kitabu namba 2 kinaitwa Animal Farm, mapinduzi yaliyofichwa. Baada ya mwaka 1984 Orwell aliandika hadithi nyingine, lakini safari hii kwa kutumia wanyama. Kwenye shamba fulani, wanyama wanamuondoa miliki wao binadamu na kuanzisha serikali yao. Mwanzoni wanaahidi usawa, haki, uhuru, lakini polepole nguruwe wachache wanachukua madaraka. Sheria zinaanza kubadilishwa usiku, wanyama wengine wananyamazishwa, na hatimaye shamba linakuwa baya zaidi kuliko zamani. Serikali nyingi zilielewa haraka. Hii haikuwa hadithi ya wanyama, ilikuwa taswira ya mapinduzi ya kisiasa. Nchi kadhaa zilipiga marufuku kitabu hiki Animal Farm, hasa pale ambapo viongozi waliofia watu kuanza kufikiria, je, na sisi tunaishi kama hawa wanyama? Na kitabu cha 3 kinaitwa The Catcher in Lee, kilio cha kijana. Katika shule nyingi Marekani, kitabu hiki kiliwahi kuondolewa kwenye madarasa. Mhusika mkuu anaitwa Holden Caulfield, kijana aliyekasirika, kijana aliyepotea, kijana anayekosoa dunia ya watu wazima. Anaongea kwa lugha kali, anauliza maswali magumu kuhusu maisha. Wazazi na walimu walilalamika. Kitabu hiki kilikuwa kina lugha isiyofaa, maudhui ya ngono, uasi wa vijana, lakini vijana wengi walipenda sana hadithi hii. Kwao Holden Caulfield alikuwa kama sauti ya ndani, waliogopa kusema. Ndiyo maana hadi leo The Catcher in Lee imekuwa ikipigwa marufuku pamoja na kusomwa zaidi sana sehemu nyingi duniani.
Na kitabu namba 4 kinaitwa Lolita, kitabu kilichotikisa maadili. Sasa tunaingia kwenye kisa tofauti kabisa. Mwaka 1955 Vida Mal na Bavoksi walichapisha riwaya inayoitwa Lolita. Ndani yake kuna simulizi ya mwanaume mwenye mawazo mengi kuhusu msichana mdogo. Vitabu vingi vilikataa kuchapisha kazi hii. Nchi kadhaa Ulaya zilipiga marufuku moja kwa moja. Wengine walidai ni kitabu kichafu, kinavunja maadili, hakipaswi kusomwa kabisa. Lakini wengine walisema Nabokov hakuwa anamaanisha uovu, bali alikuwa anaonyesha upande wa giza wa akili ya mwanadamu. Mpaka leo Lolita bado ni mojawapo ya vitabu vinavyojadiliwa zaidi katika historia ya fasihi. Na kitabu namba 5 kinaitwa Mwaka 1984. Mwaka 1949 George Orwell aliandika riwaya moja ambayo baadaye iliogopesha mataifa mengi. Kitabu ambacho kinaitwa Mwaka 1984. Ndani ya kitabu hiki dunia inaongozwa na serikali inayodhibiti kila kitu. Ndani ya kitabu hiki imeonyesha kamera kila kona, hata mawazo ya watu yanafuatiliwa. Kiongozi wao anaitwa Big Brother. Kauli kubwa ndani ya kitabu hiki maarufu inaitwa The Big Brother is watching you. Serikali kadhaa zilipoona kitabu hiki ziliona kama tishio. Kwa nini? Kwa sababu walipoanza kusoma walianza kulinganisha hali halisi ya nchi zao. Katika baadhi ya mataifa ya kikomunisti wakati wa vita baridi ya mwaka 1984 kilizuiliwa kabisa. Kilisemekana kinawachochea watu kuhoji mamlaka, kinavuruga utulivu wa taifa. Lakini kadri walivyojaribu kukificha ndivyo kilivyozidi kusomwa. Leo kitabu cha mwaka 1984 kinachukuliwa kama onyo la milele kuhusu hatari ya udikteta. Sasa jiulize, This is the book The Catcher in the Rye by J.D. Salinger, and I had spent marufuku. Je, ni kwa sababu kinaeneza madhara au kwa sababu kinawafanya watu kufikiria? Historia inaonyesha kitu kimoja: kadri mamlaka zinavyojaribu kuficha maandishi fulani, ndivyo watu wanavyozidi kuyatafuta. Je, wewe ungependa kusoma vitabu vilivyopigwa marufuku? Ni kipi kati ya vitabu hivi vimekushangaza zaidi? Niandikie hapo kwenye komenti.